Barua ya kocha namba 147, mafanikio makubwa hayatoi kwenye mbinu mpya, yanatoka kwenye kurudia kitu kimoja mpaka kilete matokeo. Rafiki yangu mpendwa, kwa muda ambao nimekaa kwenye tasnia ya kuandika, kufundisha, kusimamia na kucoach watu kwenye eneo la mafanikio, fedha na biashara, nimegundua jambo moja ambalo limekuwa ndio kiashiria kama mtu atafanikiwa au hatafanikiwa. Haijalishi mtu anaanzia wapi, haijalishi mtu amesoma kiasi gani, ana akili au ana akili. Yaani vitu vingine vyote hata vikawa sawa kwa kiasi gani, na kitu kimoja tu ukishakiona kwa mtu unajua kama huyu mtu kuna mahali anakwenda wae. Na kitu hicho ni kimoja tu, kufanya kwa msimamo bila kuacha, au kwa lugha nyingine uthabiti kwenye mchakato mzima wa mafanikio. Hiki kitu nimekuwa nakirudia na nitakirudia sana mpaka hata kama umesikia mpaka umechoka, lakini siwezi kukiacha kwa sababu kinaonyesha wazi sana kwa nini watu wengi wanashindwa. Wengi wanashindwa kwa sababu hawawezi kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu na kwa msimamo bila kuacha mpaka kilete matokeo. Mtu ataanza kitu vizuri kabisa, ni kazi, ni biashara, ni tabia, ni kuweka akiba, ni kuwekeza, anaanza na moto sana, lakini baada ya muda anapoteana, anatoka anaenda kwenye kitu kingine, anaenda kwenye kitu kingine. Kwa hiyo anachelewa sana. Kwa hiyo kwenye barua hii ya kocha nimeshia mambo ya msingi sana ambayo unatakiwa uyaelewe ili uweze kuimarisha uthabiti wako au msimamo wako kwenye safari ya mafanikio. Jambo la kwanza ni uthabiti ndio unaoruhusu muda ufanye kazi yake. Rafiki, mwisho wa siku mafanikio ni zao la muda. Sawa? Yaani pamoja na yote tutakazungumza, lakini mafanikio yanahitaji muda. Na huu muda unafanya nini sasa? Huu muda unajenga kile kitu ambacho unataka kukipata. Sasa muda utafanya kazi kama utakuwa na msimamo kwenye hicho kitu. Ukiwa unahamahama, muda hauwezi kufanya tena kazi kwako. Unapoteza muda bure. Namba 2, uthabiti ndio unaokujenga wewe mwenyewe. Unapoanza kitu chochote haujui, yani haujui, hauna uzoefu, haujui, yani mchanga. Sasa unapokuwa unafanya kitu kwa kurudia rudia, ndivyo unavyokuwa ujuzi, kwa unaojenga uzoefu, ndivyo unazidi kuwa imara, unazidi kuwa bora kwenye kufanya. Sasa watu wengi wanarukaruka na vitu vingi kiasi kwamba hawezi kuwa imara yeye mwenyewe, hawezi kuijenga yeye mwenyewe, kwa hiyo mwisho wa siku hawezi kufanikiwa. 3, thabiti ndio unakupa faida ya mkusanyiko. Matokeo makubwa yanatokana na juhudi ndogo ndogo zilizojikusanya kwa muda mrefu. Compound kwenye maisha, compound ndio ina nguvu kubwa sana. Anasema hiyo ndio ajabu la naye la dunia. Compounding vitu vidogo ni kama tone la maji linadondoka kwenye mwamba, tone 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 tone, ile tone linavunja mwamba. Sio tone moja linavunja mwamba, lakini ile kurudia rudia ndio iliweza kuvunja mwamba. Ndivyo pia juhudi zinazoweka ndogo ndogo zinatengeneza faida ya mkusanyiko. Namba 4, uthabiti ndio unatengeneza sifa ya uaminifu. Wewe kitu moja rafiki, na hii naambia watu mara zote. Ukianza biashara mpya leo au kitu chochote kipya leo, ukaambia watu, wengi hawatakubali kununua kwako au kushukuru kwako. Kwa sababu hawaamini kama utafanya kwa muda mrefu. Hebu fikiria mtu labda ana sehemu ambako anafanya biashara, ananunua kitu labda, sasa hata anapata mkopo au anasaidiwa na mafani. Alafu eti aache sema ununua miaka hata mitatu, aje anunue kwako sababu mwambie leo unauza. Hawezi kufanya hicho kitu. Lakini kama atakuona mwezi umeisha upo, miezi 6 imeisha upo, mwaka umeisha upo, miaka 2 imeisha upo, anaamini mtu bwana ana mali, anaenda anafanya biashara, anafanya shughuli na wewe. Kwa wakati mwingine hatuamini kwa sababu kila siku tuko na kitu kipya. Leo kuna hili, kesho kuna ile, utasema huyu sio mtu kuaminika, ukisha anaruka huyo. Namba 5, uthabiti ndio unatengeneza mafanikio yanayodumu. Rafiki, mafanikio sio cha shortcut, amna njia mkato au kitu cha haraka utafaa kupata matokeo. Inachukua muda, na muda huo unategemea uthabiti ambao mtu unakuwa nao. Huyu ambacho nataka nikwambie rafiki yangu ni hiki: usitafute mkakati mpya kila wakati. Tafute njia ya mkazo, tafute siri iliyofichwa. Yote yako wazi. Chagua kitu sahihi, jifunze ukifanya vizuri, na kisha kifanye kwa uthabiti kwa muda mrefu. Yaani wewe ziba masikio yako, funga macho yako, fanya hicho chagua kukifanya mpaka upate matokeo. Wengine wanakuambia inalipa zaidi, hii fursa mpya unapitwa. Kubali kupitwa.
Hii hofu ya kuogopa kupitwa ndio inawachanganya watu sana. Wewe furahia kupitwa kwa sababu umechagua kitu chako, kifanye. Fanya kazi yako kila siku. Jifunze kila siku. Tengeneza thamani kila siku. Uza kila siku. Jenga kila siku. Kaa humo. Baada ya muda utaanza kuona kitu cha ajabu kinatokea. Mambo ambayo hapo mwanzo yalionekana kuwa magumu yanaanza kuwa rahisi. Fursa ambazo zilikuwa zinaonekana utaanza kuonekana. Watu wanaanza kuamini na matokeo yanaanza kujikusanya na kuwa makubwa. Na hapo ndipo utaelewa kweli kwamba watu wengi hawataki kusikia kwamba uthabiti ndio mkakati pekee unafanya. Uthabiti ndio mkakati pekee unao